And again, describe the history of the kings of Israel and Judah. They show how the nations disobey God. Praise be to God. In this book of Jeremiah, most of the times inatuonyesha jinsi wafalme ambao walikuwa wanaongoza Israeli hiyo wakati, pengine waliwaongoza watu wakamwabudu Mungu, lakini pengine walikuwa wanaabudu sanamu. Hawakuwa wanamwabudu Mungu yule ambaye ni Mungu wa kweli, kwa sababu tunaelewa ya kwamba they worship idols, human powers that cannot serve them, and false gods. Praise be to God. Kwa hivyo siku ya leo, kutokana na hilo somo ambalo nimesoma, ningependa tukaweze kuzungumzia kwa pamoja worshiping the true God. Worshiping the true God who answered by fire. Praise be to God. Kumwabudu Mungu ambaye ni Mungu wa kweli, Mungu ambaye tunamfahamu, Mungu ambaye huwa anatupa afya, Mungu ambaye huwa anatupa kuwa sisi kama watumishi wa Mungu tunajielewa ya kwamba tunapaswa kumtukuza Mungu, tunapaswa kumwimbia huyu Mungu kwa yale yote ambayo ametenda, kwa sababu ni wetu wengi ambao wamemwabudu Mungu ambao hawamjui. Pengine wengine wanaabudu sanamu kwa sababu hawajamjua Mungu yule wa kweli. Lakini siku ya leo ningependa tukazungumzie kuhusu worshiping the true God, the importance of true worshiper. The importance of true worshiper. First point, you must understand that the importance of true worshiper. Choose whom to serve. Choose whom to serve. In the book of 2 Kings, chapter 17, verse 41. 2 Kings 17, verse 41. Maandiko ya Mungu yanasema hivi: even while these people were worshiping the Lord, they were serving their idols. To these days, their children and grandchildren continue to do as their fathers did. Praise be to God. Kwa hivyo wakati kama huu, kwa sababu siku ya leo tunaabudu Mungu ambaye ni Mungu mwaminifu, Mungu ambaye huwa anajibu kwa moto, Mungu ambaye unamuita wakati wa shida na anayajibu mahitaji yako. Ni lazima utangue Mungu ambaye utakayeenda kumwabudu, na hakika Mungu ataenda kutenda, kwa sababu when we read in that book in verse 20 to 21, where we read, we came to realize that King Ahab gathered whole Israel and prophet at Mount Carmel. Ndiposa wakamwabudu Mungu ambao hawakuwa wanamfahamu. Lakini siku ya leo sisi kama Wakristo tunamshukuru Mungu, kwa maana tumekuja katika ibada yetu ya siku ya leo tukaabudu Mungu huwa ambaye anajibu mahitaji yetu. Wakati tunapomlilia huwa Mungu anayajibu maisha, anayataja, ama Mungu huwa anatupa suluhisho la maisha yetu. Elijah asked the people how long you will wait between two opinions. Kwa sababu tunaona mtumishi wa Mungu aliwauliza ya kwamba mtasitasita katikati ya mawazo mawili hadi lini? Kwa hivyo siku ya leo tusisite tunapomwabudu Mungu, ila tu tuelewe ya kwamba tunamuita Mungu ambaye ni Mungu mwaminifu. And Elijah told them, he tells them to choose. If the Lord Yahweh is God, follow him. If Baal is God, follow him. Then the people, they will not respond.
they become silent. The people remain silent. And again, we come to realize that a person cannot follow God and idols at the same time. Make a clear decision to follow God. Praise be to God. Ni lazima utangue ya kwamba kama umeamua kumfuata Mungu, kama umeamua kumwabudu Mungu, muabudu Mungu ambaye huwa ni mwaminifu katika maisha yetu. And again, when we read in the book of Joshua 24:15, Joshua 24:15, but if we serving the undesirable to you, then choose yourself this day whom you will serve. Praise be to God. Huyu ni mtumishi wa Mungu ambaye ni Joshua, ambaye alisema ya kwamba yeye na nyumba yake watamtumikia nani? Watamtumikia Mungu. Kwa hivyo siku ya leo pia wewe simama kwa imani na useme mimi na nyumba yangu nitamtumikia Mungu. Iwapo majirani wako wanakuangalia aje, wanakutazama wanasema wewe pengine unamwabudu Mungu nani, wacha wakajidhihirisha, wakajue ya kwamba Mungu ambaye unaabudu ni Mungu ambaye anajibu kwa moto. And the last thing, Matthew chapter 6 verse 24. Matthew 26 verse 24. No one can serve two masters. Either he will hate the one and love the other. In that book of Matthew chapter 6 verse 24. Second point. The importance of worshiping. No God alone is the true God. No God alone is the true God. Because we come to realize that Baal cannot answer prayers. Kwa hivyo hao watu ambao walikuwa wanaabudu sanamu, hakika angeweza kuyatimiliza mahitaji yao, lakini siku ya leo tusiwe kama hao walikuwa wanaabudu miungu ambayo hawaifahamu, lakini kwa sababu siku ya leo tunamwabudu Mungu ambaye ni Mungu huwa anatenda, na Mungu ambaye tunamuita na anatenda, ni lazima tuelewe ya kwamba kama mtumishi wa Mungu Elijah says he is the only prophet of the Lord, let while Baal has 450 prophets. Praise be to God. Mtumishi wa Mungu hakujidharau na kaona ya kwamba yeye hapo peke yake, lakini alisimamia imani yake, akajua ya kwamba iwapo the other prophets ambao walikuwa wanamsifu Mungu, walikuwa wanamwabudu Mungu, walikuwa wameangamizwa, hawakuwa tena. Akasema ya kwamba mimi nitamwabudu Mungu ambaye ni Mungu wa kweli. When we read in that book of Jeremiah, we came to know that the people sacrifice each side. They prepare sacrifice each side to prove the true God, who answer by fire is the true God. Because false gods, idols, and human powers cannot serve or respond like the true God. Praise be to God. Kwa hivyo siku ya leo sisi kama Wakristo ni lazima tuelewe ya kwamba tunapomwabudu Mungu, tunaelewa ya kwamba Mungu ambaye tunaabudu ni Mungu ambaye ataenda kuyajibu mahitaji yetu. Tunapomwabudu kwa kweli, hakika Mungu ataenda kutenda. In that book of Jeremiah, First Kings 19 verse 10. First Kings 19 verse 10. The word of God says, Eli prayed, I have been very zealous for the Lord God Almighty. The Israelites have rejected you
your covenant, broken down your altars, and put your prophets to death with the sword. I am the only one left, and now they are trying to kill me. Praise be to God. Mtumishi wa Mungu akasema ya kwamba ni yeye tu ambaye amebakia, nabii wa Mungu, na wanataka kumwangamiza. Na hata ukisoma in that chapter verse 14, this word they are repeated again. Kwa hivyo siku ya leo ni lazima tuelewe ya kwamba sisi kama Wakristo, hata kama umebakia peke yako, enenda ukamtumikie Mungu, na hakika Mungu ataenda kukujibu mahitaji yako ambaye utaenda kuyaomba. The third point, true worshiper stand for truth. The true worshiper stand for truth. In that verse 24 in that book of 1 Kings 18 verse 24, the word of God says, "Then you call on the name of your God, and I will call on the name of the Lord, the God who answers by fire. He is God." Then all the people said, "What you say is good." Praise be to God. Au watumishi wa Mungu ambao ni wana wa Israeli na prophets ambao walikuwa wamekusanyishwa pamoja ambao walikuwa wamekusanyika pamoja, hawakuamini ya kwamba kama kunaye Mungu huwa anajibu kwa moto. Because we came to realize that the people agreed and say the idol is God, but the Elijah stands alone.